Msichana mmoja alimuona mzee mmoja na kudhani kuwa ni ombaomba, akaanza kumpa pesa. Lakini ghafla yule mzee akamshika mkono. Msichana akaogopa sana na kwa shida akampiga teke na kutoa mkono wake. Rafiki yake akasema haraka, "Kwa nini ulikuwa unampa pesa? Hata akuomba angeweza kukudhuru." Msichana akajibu kwa upole, "Nilitaka tu kumsaidia." Wote wawili wakaondoka, lakini yule mzee akaokota jiwe chini na kuanza kuwafuata. Wasichana wale wakasimama kwa hofu. Mzee alipokuwa karibu kulitupa lile jiwe, msichana akasema kwa sauti ya kuogopa, "Tafadhali usituumize, tayari nilikupa pesa." Ghafla mzee akasema kwa sauti ya upole, "Siwezi kamwe kuwaumiza." Kisha akampa lile jiwe. Kulikuwa na mchoro mzuri wa kipepeo juu yake. Msichana akalichukua kwa mshangao na kusema, "Asante." Yule mzee akaondoka kimya kimya. Msichana alitaka kumuita arudi, lakini rafiki yake akamzuia, "Usiwafuate watu kama yeye, wanaweza kuwa hatari." Wakaondoka. Usiku ule msichana aliporudi nyumbani, aliendelea kulitazama lile jiwe kwa makini mpaka akasinzia hapo hapo. Katika ndoto yake akarudi kipindi cha utotoni, akiwa anacheza karibu na mto pamoja na baba yake. Ndipo akaona jiwe linalofanana na hilo. Ghafla mama yake akamwamsha. Msichana akauliza, "Mama, unalijua jiwe hili?" Mama yake akaepuka haraka swali hilo na kusema, "Hapana mwanangu, ni kitu tu kisicho na maana. Nenda ukale na uzingatie masomo yako." Siku iliyofuata, msichana alipokuwa anaenda shule, yule mzee akaanza kumfuata tena. Msichana akapata wasiwasi na kutoa kioo kwenye begi lake. Kupitia kwenye kioo akamwona yule mzee. Mzee akaogopa na kusema, "Usiogope, nataka kukupa jiwe jingine. Ulinifanyia wema." Msichana akatabasamu na kusema, "Asante. Hili pia ni zuri kama la kwanza." Yule mzee akaanza kuondoka, kisha akatoa chakula kilichobaki kwenye taka na kuanza kukila. Msichana akamzuia haraka, "Usile hicho, kimeharibika." Baada ya kufikiria kwa muda, akasema, "Leo ni mahafali yangu. Kama unataka, unaweza kuja. Kutakuwa na chakula kingi." Mzee akasita na kusema, "Angalia hali yangu." Msichana akatabasamu na kusema, "Haijalishi, nataka uje." Mzee akamshukuru kwa furaha. Siku iliyofuata, mzee akaenda dukani kununua zawadi. Akarudi nyumbani, akavaa nguo safi na kujiandaa kwenda kwenye mahafali. Lakini alipofika getini, rafiki wa msichana akamzuia. Wakati huo huo, mwanamke mmoja akaja kwa siri, akaweka pesa mfukuni mwa yule mzee na kuita walinzi akisema, "Mtu huyu ni mwizi." Walinzi wakampekua na wakakuta zile pesa mfukuni mwake. Mzee akakamatwa. Baada ya muda, msichana akafika. Mama yake akasema, "Ombaomba mmoja alikuwa anajaribu kuingia, kumbe ni mwizi." Msichana akasema mara moja, "Hapana, mimi ndiye niliyemwalika." Kisha macho yake akatua kwenye zawadi iliyokuwa imeanguka. Akaichukua na alipouona ule kipepeo ndani yake, akashtuka sana. Ghafla akakumbuka kila kitu. Akiwa mdogo, baba yake alimpa kipepeo wa kitambaa. Wakati huo huo, mwanamke mmoja akaja na polisi akisema, "Mtu huyu ni mwizi, aliiba kwenye mgahawa wangu." Polisi wakamkamata baba yake na yule mwanamke akamchukua mtoto. Sasa msichana akakumbuka kila kitu. Akilia, akaenda kwa polisi na kusema, "Huyu ni baba yangu, hakuwahi kuniacha, alisingiziwa." Polisi wakamwachilia. Msichana akamkumbatia baba yake na kusema, "Sasa nakumbuka kila kitu." Wakati huo huo, mama yake naye akaja na kusema, "Nisamehe, nilifanya maamuzi mabaya, nilikuwa peke yangu." Msichana akasema, "Nimekusamehe, ulinilea na kunitunza." Mzee naye akasema, "Mimi pia nimekusamehe, ulimlea binti yangu kuwa mtu mwema." Kisha msichana akaenda na wazazi wake wote wawili kwenye sherehe yake ya mahafali. Wakati mwingine